Haleluya, haleluya. Kwa majina anaitwa Elias Dedede. Namshukuru Mungu tena siku hii ambayo tutaenda kujifunza somo muhimu sana. Linalosema kanuni 7 za kuimarisha uongozi kila siku. Kanuni 7 za kuimarisha uongozi kila siku. Andiko letu la msingi linatoka katika kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 52. Naye linasema, na Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Zingatia neno akimpendeza Mungu na wanadamu. Tangulizi. Uongozi haujengwi kwa siku moja. Watu wengi hutamani kuwa viongozi wakubwa, lakini hawataki kufanya mambo madogo madogo yanayojenga uongozi kila siku. Ukweli ni kwamba mafanikio ya kiongozi yanatokana na tabia anazozijenga kila siku. Kiongozi anayefanya maendeleo ya kila siku atakuwa bora zaidi baada ya mwaka mmoja kuliko yule anayesubiri mabadiliko makubwa yatokee ghafla. Hebu tuangalie kanuni 7. Kanuni 7 zinazoweza kuimarisha uongozi kila siku. Kanuni ya kwanza. Soma angalau dakika 30 kuhusu uongozi kila siku. Kitabu cha Misali sura ya 1 mstari wa 5 nasema hivi: mwenye hekima atasikia na kuongezewa elimu. Maarifa ndiyo mafuta ya uongozi. Kiongozi asiyejifunza huanza kutumia uzoefu wa zamani kutatua matatizo mapya yanayojitokeza, jambo linaloweza kumfanya abakie nyuma kila siku. Dakika 30 za kusoma kila siku zinaweza kubadilisha mtazamo, kuongeza uwezo na kumfanya awe mtu anayeweza kufanya maamuzi sahihi na kumpa kiongozi mbinu mpya za kuongoza. Unaweza kusoma Biblia, unaweza kusoma vitabu vya uongozi, unaweza kusoma wasifu wa viongozi waliofanikiwa. Lakini pia unaweza kusoma makala kuhusu maendeleo ya jamii na taasisi. Kwa kufanya hivyo, unaweza ukajikuta unapata uzoefu mkubwa utakao kufanya ufanikiwe kujiimarisha zaidi katika uongozi wako. Na kimsingi, viongozi bora hawamalizi kujifunza. Ukitaka kuwa kiongozi bora, jifunze kila siku. Kanuni ya pili. Omba na tafakari kila siku. Yakobo 1:5 inasema, mtu akipungukiwa na hekima naombe dua kwa Mungu. Maombi humsaidia kiongozi kupata hekima, anapata utulivu na uwezo wa kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi. Hivyo basi, tafakari humsaidia kuchunguza mwenendo wake na kujifunza kutokana na uzoefu. Jiulize, leo nimefanya nini vizuri? Jiulize, nimekosea wapi? Jiulize, kesho nitaboresha nini? Maombi na tafakari humjenga kiongozi kabla hajajaribu kuwajenga wengine. Kanuni ya 3. Sikiliza watu unaowaongoza. Yakobo 1:19. Kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, si mwepesi wa kusema. Kimsingi, kusikiliza ni ishara ya heshima. Watu wanataka kusikilizwa kabla ya kupewa maelekezo. Kiongozi anayesikiliza hugundua matatizo mapema, lakini pia hupata mawazo mapya. Lakini pia kiongozi anayesikiliza huongeza imani ya watu kwake, lakini pia hujenga umoja. Kwa hiyo kama kiongozi, usisikilize ili kujibu tu, sikiliza ili kuelewa. Kanuni ya 4. Fanya uamuzi mmoja muhimu kwa ujasiri. Waamuzi wengi wasioamua huacha matatizo yakue. Kiongozi anatakiwa kusema na kufanya, kukusanya taarifa, kutafuta ushauri na kuomba hekima. Kisha aamue kwa wakati unaofaa. Uamuzi usio kamili
mara nyingi ni bora kuliko kutokufanya uamuzi kabisa, wakati hali inahitaji hatua. Kitabu cha Yoshua sura 24:15. Chagueni leo mtakayemtumikia. Ndio maana ukiwa kama kiongozi, lazima uwe ni kiongozi anayekusanya taarifa, anayetafuta ushauri, anayeomba kwa hekima, lakini pia lazima uamue kwa wakati unaofaa. Kanuni ya 5. Mfundishe mtu jambo jipya. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 2 inathibitisha kabisa kwamba kiongozi wa kweli huzalisha viongozi wengine. Usijiulize nimefanya nini leo, jiulize nimemuinua nani leo. Katika kutoa maarifa, kiongozi huongeza uwezo wa timu. Katika kutoa maarifa, kiongozi hujenga urithi wa uongozi. Katika kutoa maarifa, kiongozi hupunguza utegemezi kwa mtu mmoja. Kwa hiyo basi, lazima tukiwa viongozi, ni muhimu sana tumfundishe mtu mmoja jambo jipya. Lakini kanuni ya 6, tathmini siku yako na ujifunze kutokana na makosa. Hapa ndipo watu wengi sana tunapochemka. Unakuta mtu siku nzima amekaa, hata tu kwenye maisha ya kawaida, hapati muda wa kutafakari na kuitathmini siku yake imeishaje, imekwendaje, vitu gani amefanya vizuri, vitu gani amekosea, ili kumpa reflection ya kujua nini afanye na nini aongeze na nini apunguze. Kwa hiyo ukiwa kama kiongozi, lazima kanuni hii ya 6 hiyo ni sehemu ya maisha yako. Kwa nini? Lazima utathmini siku yako na ujifunze kutokana na makosa. Hakuna kiongozi mkamilifu. Makosa huwa somo, ikiwa tu yanachambuliwa na kurekebishwa. Mwisho wa siku jiulize, nimefanikiwa wapi? Nimefanya kosa gani? Nimejifunza nini? Kesho nitafanya tofauti gani? Kiongozi anayejitathmini hukua kila siku. Kwa hiyo kama kiongozi, tathmini siku yako na ujifunze kutokana na makosa. Kanuni ya 7 na ya mwisho, dumisha uadilifu hata pale ambapo hakuna anayekuona. Mithali 10:9. Aendaye kwa unyoofu hutembea salama. Maana akitembea salama lazima afike salama. Kwa hiyo uadilifu ni kufanya lilo sahihi hata kama hakuna anayekushuhudia. Kwa hiyo cheo kinaweza kukupa mamlaka, lakini uadilifu hukupa heshima na kuaminika. Kiongozi mwenye uadilifu hutimiza ahadi, hutumia rasilimali kwa uaminifu, lakini pia hatoi upendeleo usio wa haki, na mwisho hukubali makosa yake. Kwa hiyo tabia ndiyo msingi wa uongozi wa kudumu. Hitimisho, kila siku ni nafasi ya kujenga au kuzoofisha uongozi wako. Hakuna anayekuwa kiongozi bora kwa bahati, bali hujengwa na maamuzi ya kila siku. Ukifuata kanuni hizi 7 kwa uthabiti, hekima yako itaongezeka, ushawishi wako utakuwa, lakini watu watakuamini zaidi. Utazalisha viongozi wengine, lakini pia uongozi wako utakuwa na matokeo ya kudumu. Nukuu ya kutafakari. Uongozi haupimwi kwa idadi ya watu wanaokufuata, bali kwa idadi ya watu wanaokuwa kwa sababu ya uongozi wako. Hivyo basi, chukua hatua kila siku na ufanye hizi kanuni 7 kama sehemu ya maisha yako. Kwa siku 7 mfululizo, soma dakika 30. Somo la uongozi. Omba na tafakari. Sikiliza mtu mmoja kwa makini. Fanya uamuzi mmoja unaofaa. Mfundishe mtu jambo jipya. Andika somo moja ulilojifunza siku hiyo. Hakikisha umeishi kwa uadilifu katika kila jambo. Nakwambia ndugu yangu, kama kiongozi, ukifanya hivyo kwa mwezi mmoja,
utaanza kuona mabadiliko katika tabia yako, maamuzi yako, na namna watu wanavyokuamini kama kiongozi. Na Mungu akubariki sana ndugu yangu. Amen.